Halo, halo, na wasalimu tena. Nimerudi kuweza kuzungumza na nyinyi. Najua wengi mumeweza kunitambua mkiniona katika video hii, mnajua ni nani ambaye mnazungumza naye. Mimi naitwa Caleb. Namba yangu ya 0 ni 07 21 298. Hiyo ndiyo namba yangu ya WhatsApp. Namba unaweza nipigia, namba ambayo iko kwa Telegram. Hapo tutaweza kuzungumza. Nimerudi kuweza kuzungumza nanyi kuhusu kampuni yetu ya For Life. Hii niliwaambia na mmeshatambua ama mmekumbuka vile niliwaambia, inaitwa For Life, eti kwa uzima wetu ama uzima ulio safi. Najua watu wengi huwa hawataki vitu ya kuwasumbua kwenye kichwa, ambao waite majina tofauti, majina marefu ambao iko na maana tofauti tofauti, lakini hawa waliweza kuzungumza wakasema sisi kampuni yetu itaitwa For Life. Ndio maana unaona inaitwa kwa jina fupi sana. Hakuna mtu atakaye kuelezea ndani sana isipokuwa wenyewe ambao wametengeneza hii kampuni. Hii kampuni niliwaambia ni kampuni ambayo imetengenezwa ama imeundwa na madaktari na kundi la madaktari kutoka Amerika. Na hao madaktari wameweza kufikia katika lengo lao kwa kile kitu ambacho walikuwa wanazungumzia, ama kitu ambacho walikuwa wanatafuta kuweza kujua, ambacho kinaweza kusaidia watu wengi katika ulimwengu mzima. Si katika Amerika tu peke yake, imeweza kuenea katika ulimwengu mzima. Naweza kuambia tuko na maofisi ya For Life katika nchi 158. Hii ni ofisi za For Life ama mahali inapofanyia katika nchi tofauti tofauti. Si nchi moja ambao utakuta ikiwa na ofisi mbili. Wakisema 158 ni nchi hizo ambazo ziko na hiyo hesabu. Tukisema hapa Nairobi tuna ofisi, hiyo imetosha. Hata ukisema wewe utafungua katika kaunti gani ama tauni gani, hiyo yote itahesabika kwamba ni nchi moja ambayo inaitwa ni Kenya ambayo iko na hiyo ofisi. Sasa nataka kuzungumza kuhusu hii kampuni ya For Life. Niliwaambia For Life inasema nguvu zako ziko katika mikononi mwako. Kila mtu nguvu zake ziko katika mkononi mwako. Ndoto zako ziko katika wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye ataweza kuwa na ndoto za kile ambacho wewe utakuwacho. Hapana, mtu asikudanganye ama mtu asijidanganye kwamba ataweza kupata ndoto za kugeuza mtu mwingine. Unaweza kumfunza vile wewe ulivyo, labda utabahatika achukue asilimia kiwango fulani, lakini zingine zitapotea na atashindwa. Mwishoni wewe kama hayupo, akiweza kusahau maneno mawili matatu ambayo mlizungumza naye, zile ndoto zako zote ambazo ulishughulika nazo ama ulichukulia nafasi ya kuweza kumtumainia, zitafifia na zitakoma. Sasa hapa nawaambia hii kampuni yetu ya For Life inahusu maisha ya binadamu, maisha ya wanadamu. Katika ulimwengu huu ambao tunaishi, tunaona kwamba unaelekea katika shimoni ama mahali inakwisha. Niliwaambia juzi katika video nyingine iliyopita kwamba siku vile zinavyoenenda ndivyo siku za watu huwa zinapungua. Siku zinaishia pole pole. Mtu akiwa na miaka kiwango fulani ama tuseme 8, 90 ama 70, hapo ni mshangao mkuu katika viumbe wanadamu. Wanasema wewe umekula siku zako za kutosha. Lakini hapo mbeleni mtu wa miaka 90, 8, 70, 100 alikuwa ni mtu mdogo sana. Ulikuwa unakuta mtu akiwa na miaka 100 ana macho
yaliyo safi, sawa kabisa, hayana shida yoyote. Macho anaona umbali sana, hata anaweza kuona kitu ambacho kiko katika umbali wa kilomita kadhaa. Na meno yake yote anazeeka bado akiwa na meno sawa yote vile ilivyo katika mdomoni mwake. Unasikia ukiongea ukiwa upande gani, yeye atakusikia. Na tukijaribu kurudi katika historia, utakuta nguvu ambazo wababu zetu walikuwa nazo, sisi hatuwezi tukafikia. Mama alikuwa anaoleka akiwa na miaka kadhaa 20 ama 25 ama tuseme kitu kama hiyo, unakuta amezaa watoto 12 na watatu 10 ama 8 ama 9, na anawadea akiwa sawa. Lakini kwa saa hii utakuta mtu ameoleka akizaa watoto 3 4, unamuona ni mzee wa kupindukia, yaani amekuwa mzee kabisa. Mwanaume naye hivyo hivyo, hakuna mtu ama yoyote ambaye amebaki nyuma. Kwa nini? Kwa sababu za zile chakula ambacho tunakula, sababu ya zile chemical ama ile shida ambazo tumejiletea shida tofauti. Sasa hizo shida zenyewe ndizo zinazotumaliza maisha yetu na yanaishia. Sasa wandugu wapendwa, tunajua kwamba Mungu alisema hatawahi kufanya chochote bila kuwafunulia watumishi wake. Ni kusema Mungu akitaka kubadilisha jambo duniani, huwa anatuma watumishi wake na ananena kupitia wao. Na akipitia ndani mwao, huwa anawapea suluhisho ya maisha yao. Kikomo ya shida ambazo wanazo, wakiwasikiza zinaisha na wanaendelea vile ambavyo wanatakikana kuishi. Lakini kwa sasa hatusemi shida zingine kama hizo, tunasema tu shida za kibinafsi, shida za maisha. Na tukisema hivyo, nawaambia wandugu wapendwa, kuna wengi ambao wameshakia, labda ambao wana maswali tofauti kuhusu hii kampuni yetu ya 4Life. Wengi labda walikuwa ni mara ya kwanza kuisikiza na walikuwa bado hawajawahi kuisikia hapo mbeleni. Lakini nawaambia kwamba hii kampuni yetu ya 4Life iko zaidi ya miaka 20. Zaidi ya miaka 20. Hii kampuni ikiwa inaendelea kusonga mbele siku kwa siku. Kila siku inasonga mbele. Inaendelea kila kukichako, inafanya hatua, inapiga hatua. Kama leo ilikuwa kwa 20%, kesho itakuja katika 30%. Kwa nini? Kwa sababu wewe na mimi tumeweza kuwashiriki. Tumeweza kuja katika mzunguko huu. Niliwaambia kwamba 4Life ni familia. Ni familia. Ukiwa katika 4Life, wewe ni familia wa mtu mmoja. Niliwaambia kwamba hapa tukija katika 4Life tunafanya kitu ambacho kinaitwa ni planning business katika kampuni yetu ya 4Life. Sasa ninaposema hivyo, acha niwazungumzie kidogo kuhusu hizo product zetu. Product zetu zimetengenezwa kwa umakini sana. Imetengenezwa kwa umaarufu ambao ni wa hali ya juu. Niliwaambia kwamba ni kundi la madaktari ambao wamekaa pamoja, wakazungumza na wakaweka mawazo pamoja na wakaweka nguvu zao pamoja na mafikira yao ama mawazo yao. Wakasema tutafanya nini tuweze kusaidia watu. Wakakuta hii madawa yoyote ambayo tunapata kupitia njia nyingi, labda sitazitaja na mnajua ni nyingi. Kuna zile za asili, watu ambao wanatengeneza mitishamba. Akitengeneza mitishamba, yeye kwanza huyo naweza kuwaambia kwamba ni hatari kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaitengeneza ikiwa original, ikiwa ni asili ya madawa. Ile madawa anapoitengeneza huwa unakuta haina dozi, haina mpaka.
unakunywa tu kama kitu kama maji, ama wewe mwenyewe kiwango ule utasikia kwamba umesaidika, lakini haiwezekani. Mgonjwa akiwa ni mgonjwa, mara kwa mara huwa anasikia anataka dawa ya kumsaidia na shida iishe bila tena kuisikiza katika mwilini mwake. Lakini unapotumia hizo dawa za asili, unakuta wewe bado unaendelea kuwa mhitaji. Tunaenda kwa haya madawa ama hizi hospitali vile zinavyofanya. Niliwaambia kwamba kuhusu kansa. Kansa, hakuna hospitali ambayo tunajua ambayo inasema inatibu kansa na inakwisha kabisa, isipokuwa kukuharibu na mwishowe unaenda kaburini. Hiyo ni mpaka saa hii bado hawajapata suluhisho kuhusu kansa. Kansa ni janga ambayo imekumba ulimwengu mzima. Utasikiza mapresident wameanguka eti ni kansa. Utasikia wafanyabiashara wale wakubwa wameanguka eti ni nini, shida imewachukua ni kansa. Utasikia watu ambao ni maarufu katika mafamilia ambao walikuwa na pesa ama mali nyingi, hao wote wamechukuliwa na kansa. Utakuta amekatwa mkono, kesho ingine mguu, hiyo na mwisho hakuna suluhisho, kaburini. Utakuta shida ya sukari katika mwilini mwa mtu, ile dawa tunaita kisukari, kwa wengi wanajua diabetes. Hiyo nayo niliwaambia hula mtu mpaka wakati wa kumalizia. Kuna shida zingine ambazo huwa ni za kuumia katika viungo vyako. Kesho unasikia kichwa ndio hii na kuuma. Mtu anazaliwa akiwa mgonjwa, wakati atakapoanza kulia eti kichwa inaniuma, mpaka vile atakuwa mzee. Bado madaktari wanajaribu, watakwambia huyu, kienda kwa huyu anakwambia sijui macho, sijui tumbo, sijui mgongo, anakwambia shida tofauti. Lakini mwishowe hiyo shida yako ya kichwa inabaki vile. Wengine utasikia mikono inafika kiwango, unakuta hii moja imekuwa haina nguvu. Unasema mimi huwa natumia hii mkono tu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu hii nyingine imekuliwa na shida ambazo hautawahi kuelewa ni nini. Wengine utakuta tumbo, magoti na shida zingine kadhalika katika mwili wa mwanadamu. Sasa hawa madaktari wakasema, mbona shida zinaendelea kuwa nyingi na kuongezeka kukichako? Yaani vile inakuchwa ama vile inaendelea siku kwa siku, shida ndio hizo zimetokea na hakuna suluhisho. Sasa hawa wakakaa wakasema, wacha tutafute suluhisho vile itakavyokuwa. Kwa sababu hata niwaambie, katika Biblia, wasomao Biblia, hata niwaelezee. Katika Biblia inasema Mungu alimwambia mwanadamu, kwa miti ya shamba hii waweza kula yote, lakini huyu wa kujua mema na mabaya usile. Wakati utakapokula kwa mti huo, na siku hiyo utakufa. Aliposikia hayo, aliyafuata hayo masheria, lakini mwishowe alikosea na akala kwa matunda ambayo amekata, ama mti ambayo amekatazwa. Mtu siku hiyo Mungu hakosei, na akasema mtu huyu hataishi na kumaliza siku. Biblia inatuambia siku moja katika mbele za Mungu, mbele yetu ama sisi wanadamu, ni miaka 1000. Adamu aliishi kwa miaka 900. Yaani hakufikisha miaka 1000. Hawa nao hawawezi sema ati watatusaidia tuweze kuishi siku mbele za Mungu miaka 1000. Hapana. Watakusaidia kuwa na maisha safi mpaka siku yako ya kumalizia safari yako. Hapo sisi wote tuelewane kwamba maisha safi ama maisha bora, maisha ambayo hayana shida yoyote, ndiyo maisha mazuri ambayo sisi wote tunatakiana na kutakia hiyo maisha. Sasa hawa madaktari wakasema, acha tutengeneze hii for life. Ndio wakaanza kuunda hii product ambao mmeona
nimevalia. Hii inaitwa transfer fact. Niliwahi kuambia na nimeweza kuisikia. Hiyo transfer fact ni shina ama ni moja yao ya zile product ambazo sisi tunazo. Ni kusema, acha nirudi niwaambie, ni kusema umuhimu wetu wa hii kampuni. Hakuna mtu mwingine yoyote ambayo iko na kampuni kama ya 4Life. Wengine wataiga na watachukua muda wa miaka ama mwaka na watapotea. Na usikosee ati wakuambie majina nyingine ama wakuambie kampuni zingine. Hapana, ulizia 4Life. Na ukigoogle, ukiingia kwa Google uandike 4Life company, utaiona iko hapo. Utapata wale watu ambao wanafanya katika kampuni ya 4Life. Si kampuni ambayo unaweza sema tu kwa mdomo peke yake, hapana. Ukiandika kwa mashini yako uandike 4Life, hivi ndivyo andika 4Life peke yake, utaipata. Ukiandika kwenye mashini yako utapata hii kampuni. Ukiandika kwa simu nayo pia utapata. Hata ukienda kwa YouTube uweze kuandika 4Life, itaanza kukuelezea mahali ambapo inafanyia kazi na wale watu ambao wanafanya kwa hii kampuni ya 4Life. Sasa hivyo nilitaka kuambia wandugu wapendwa kwamba hii kampuni yetu ya 4Life, hakuna mtu yoyote aliye na kitu ambacho tunaita password ya kuweza kugundua hii kampuni ya 4Life ilitengenezwa kivipi. Kwa sababu hii 4Life, sababu haiwezi ikawa na waigaji, ni kwa sababu mtu ambaye ameingia wa kwanza katika huu mzunguko wa 4Life ni lazima atafute watu aweze kujenga hii mchoro ama hii ramani nimeweza kuchora. Ukifanya hivi utapata pesa, utapata maisha safi na utajiendelesha katika maishani mwako. Hakuna haja, hakuna kitu kingine katika ulimwengu huu kama kuwa na hizo vitu. Ukiwa navyo, najua hauwezi ukakosea uende upande mwingine. Labda shetani ndiye aweze kukujaribu katika mawazo yako. Ni kusema katika kampuni yetu ya 4Life hakuna waigaji. Hakuna. Hautawahi kusikia mtu ambaye ameweza kufungua kampuni ambaye anaiita ni kampuni ya 4Life bila kuwa katika huu mzunguko, katika hii line yetu. Kwa nini? Kwa sababu hii kampuni haiwezi kufukuza mtu. Niwaambia hii kampuni ni familia. Na sisi wote ni kitu moja. Tukiingia hapa katika 4Life tunakuwa ni familia. Tunakuwa ni mtu mmoja. Hakuna mtu wa kuambia mwingine eti na kufukuza, kwa sababu kila mtu ambaye ameingia katika kampuni hii ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana. Iko hivi, ni kusema wakati unapoingia katika kampuni yetu ya 4Life unaita watu 6. Ukiita hao watu 6 watafanya kazi, watapata pesa na maisha safi, na wewe pia utapata pesa na utajisaidia kupata hizi product za kampuni ya 4Life. Hapa nawaambia, ukiwa wewe mwenyewe umeingia kwa 4Life unaita watu 6. Hao watu 6 wakifanya kama vile umefanya, waweze kusaidika. Hata ukisema unataka kumtibu, huyo tayari amekuwa ni mmoja wao wa watu wanaofanya hii kampuni ya 4Life. Hawezi tena kusema eti mimi naenda kujitengenezea kivyangu, sababu utakosea. Na wakati unapokosea, unajua utakula mara moja, ya pili hutapata. Kuna kampuni zingine ambazo zinaitwa business online. Tumewahi kuziona hizo business online.
unaingia leo ukiwa na pesa zako $1,000. Ukiwa na $1,000 unaanza kuitumia, unawapea na hamuandikiane yoyote. Hakuna kitu, hakuna mahali amekuandikia eti mimi hizi pesa nimenipea nitakurudishia siku fulani. Anakuambia tu na unaamini na unampea pesa. Mwishowe unakuta amefunga na system inapotea. Na hapo sasa watu wanaanza kuingia hasara. Kuna zingine zinatengeneza bidhaa kama product, mwisho zinapotea. Wakati unaposaidia mtu na hasaidiki, hatarudi kwako. Wakati unapoambia mtu eti shida ya sukari inaisha kwa mwili na kesho umpe product ukute imetoka kwa 90 imeenda kwa 120, hapo utakuwa umeshikwa. Hapo utakuwa umejifunga na hautaweza kumpona. Kwa nini? Kwa sababu umemdanganya. Lakini tukiwa katika kampuni yetu ya 4Life, hii kampuni yetu ya 4Life inaaminika na ni kweli na ni sawa. Hakuna siku ambao utasikia kwamba katika kampuni yetu ya 4Life kuna bidhaa za uongo. Hakuna. Mtu asikudanganye eti ni zetu za kampuni. Kuna lebo, kuna kila kitu ambacho kiko katika hiyo asili ya kampuni yetu. Kuna machupa ambayo nimeweza kuwaelezea kidogo tu, nivumilieni. Nimewaambia kwamba katika hii product zetu, kwanza hizi transfer fact. Tuna hii transfer fact, tuna hii muscleton. Hii muscleton ni ya muhimu sana katika maishani mwetu. Hii transfer fact nayo ni mzuri. Hizi product niliwaambia kwamba ni rahisi sana kubebeka, kuweza kubeba hizi product. Ni kusema hii chupa yenyewe hautawahi kupata watu ambao wanatengeneza chupa kama hii. Hii chupa yenyewe ni ya muhimu sana. Inachunga product zenye ziko ndani. Ukichukua nyingine ambayo ukifanya hivi na inaanza kufinyika, jua hiyo si yetu, si ya kampuni ya 4Life. Ni lazima iwe ni hii chupa na hii material. Hii material ni material usafi sana. Hii ndio hii ukiwa nayo, hata ukienda katika, niliwaambia mkienda katika nchi ambazo ziko katika jua kali, katika tuseme nchi za Uarabuni ama nchi kama hizi za zetu ambazo ziko chini ya Sahara, hizo zote utakuta kuna jua kali. Hii chupa ina jimundo yenyewe kuchunga hizi bidhaa zetu ambazo ziko ndani mwake. Ndio maana ninawaambia katika kampuni yetu ya 4Life hakuna mtu anaweza akaiga na kuweza kujua siri ambayo iko ndani ya kampuni yetu. Niliwaambia ukiwa umeita watu 6 na ukaweza kuwaelezea, ukawapea ushuhuda wako vile umesaidika. Hapa karibuni nitawaletea watu ambao watawaelezea vile wamesaidika katika kampuni hii. Ama wale watu ambao wamekuwa washahidi vile wameona watu wakiponywa hii magonjwa ya virus ambazo zinaingia ndani ya watu. Hizo madawa, hiyo magonjwa, hizo virus huwa zinakwisha kabisa. Wanakuambia ukimwi hauwezi kupona, lakini ukitumia hizi kampuni zetu za 4Life, hiyo jua hapo umeingia katika uzima. Umeingia katika mahali ambapo unastahili kuishi. Mimi nina ushahidi mwingi ambao nimeweza kuona watu ambao wameweza kusaidika kutoka kampuni yetu ya 4Life. Sasa turudi katika hii business plan ya kampuni yetu ya 4Life. Niwaambia ukileta watu 6 utakuwa na pesa na kila kitu watafanya, wewe una faida yake.
kwa hao watu unalipwa. Hao watu 6 wakishapata faida ndani mwake, ama wakiona umuhimu wake, ama wafungue roho yao na waseme ukweli, lazima wataita watu. Kila mtu tunasema uite watu 6 tu peke yake. Watu 6. Ukiita watu 6, hiyo inatosha. Lakini sikusema ati inatosha na kunyamaza. Utajiuliza kwa nini mimi ninaongea kila mara hapa kwenye kamera yangu ama hapa kwenye hizi video nikiwafundisha. Nawaambia kuhusu kufanya kazi. Kila mara nitakusaidia. Ukija kwetu, mimi niko tayari kusaidiana na wewe. Ndiyo mimi, kwa maana nimesema ni familia na hata wengine zaidi kuliko mimi. Hao watu 6 wakiita watu wengine 6 watakuwa watu 36. Hapo utakuwa tayari umeingia kwenye level ya kwanza ambayo tunaita ni diamond, ama tuseme builder. Kuna builder, kuna diamond. Hao watu utawakuta ni watu mashuhuri sana. Hata katika nyakati zingine utakuta ukija katika ofisi zetu watakuambia kuna watu ambao wameambiwa wanataka kwenda nchi gani. Hiyo nawaambia ni ukweli. Ikifika wakati fulani, wewe ukiwa katika hii hatua ambao uko na watu 6, una fursa ama una bahati kwa watu ambao wanapenda kutembea katika ulimwengu huu. Wewe utachagua nchi moja ambao utatembelea. Ukitaka unaitisha na utapewa kila kitu, barua na mahali pa kulala, na utaenda na utarudi kwa gharama za kampuni na itakushughulikia. Unapoita watu 6 na wanafanya hivyo hivyo, wanaita kila mtu watu 6 na kuambia watu 6 peke yake. Katika familia najua tuna baba, mama na watoto, labda kuna wale ambao wako na watoto 2, 3, na hao wote wana wandugu zao, wana mandugu zao, wana familia. Hii kampuni ya 4Life inasema ni familia, inasema ni mtu na familia yake. Ni kusema wewe unapoingia na kuita hao watu nao wataita wengine, watakuwa 36. Kati hawa 36 nao wakijaribu kuambia, kila mtu anaambia watu 6, watakuwa 216. Ukitoka hapo unaenda kwa hatua nyingine ambao ni ya 4, inasema hao watu 216 utaenda 1296. Hivyo hivyo mpaka wakati utafika kwa hatua ya 6 ambao utakuwa na watu 46,656. Hapo utakuwa umeingia katika kiwango cha kuitwa Platinum Elite, na hapo watu wote hao wakifanya kazi vizuri, ndio maana hakuna kuepa ama kutoka katika kampuni hii. Madaktari wengi utaenda hospitalini atakutibu. Akimaliza kukutibu unarudi nyumbani, unapona ama usipone. Na hapo faida zako hakuna. Lakini ukija katika kampuni yetu ya 4Life utatengeneza maisha yako, halafu tena utengeneze na pesa. Utafanya maisha yako kuwa yako na nguvu, yako smart, unajihisi vizuri, unalala, unasinzia, usingizi wako mpaka wakati utakwisha. Kuna watu ambao wanakula chakula katika tumboni mwao, unajikuta ni kama hujakula. Unakuta mtu anayo urefu wa futi 185 ama na 9, 1.95. Akiwa nayo unamkuta akiwa na pima uzito ama kilo 50 ama 45. Na ukimuuliza wewe ni mgonjwa, anakwambia hapana. Na kila siku anakula chakula, inaingia kwa tumbo yake
na haimsaidii. Kwa nini? Kwa sababu ya magonjwa. Kuna wengine hawakuli, ukimpea chakula hatakula. Kwa nini? Kwa sababu tumbo lake, katika tumbo lake mna shida. Hizo shida ndio zinafanya watu, unakuta mtu amekuwa na uzito wa kupindukia, amekuwa na unene ambao haujawahi kufikiria, mpaka anaanza kushindwa kutembea, mgongo inalemewa, unakuwa na uzito, hata unashinda ukitembea ukiwa umeshikilia kiunoni. Kiuno chako unashika, hautaki kuachilia. Ukikaa unashika kwanza chini, wakati wa kuamka hivyo hivyo. Na tunakuwa watu ambao hatuna sura sababu ya shida kama hizo. Wandugu wapendwa, nilijaribu kuambia ndio huyu mimi hapa. Ninapokuja katika kampuni, ninatengeneza ama naanza kujenga familia yangu. Hapa nanunua kitu ambacho tunaita Airpeace 100. Hiyo peke yake ndio nahitajika, sihitaji kuenda juu sana. Nikitaka, hiyo ni ushauri yangu, hapo itakuwa ni sasa ni mimi nimejitakia kufanya hivyo. Sasa mimi nikishaingia hivyo na kununua hizi 100 peke yake ndio nahitajika kwa mwezi mzima. Hapo nina lazima ama majukumu ya kuambia watu watatu. Hao watatu wanafanya kazi. Nikiweza naweza fanya kama vile niliwaambia, wanakuwa watu 6. Watu 6. Hivyo, lakini kama huna uwezo wa kuita watu 6, ita watu 3 peke yake. Uanze na hao, ujaribu na hiyo peke yake itakusaidia kuweza kutengeneza hii familia ambayo tunaita familia ya for life. Wandugu wapendwa, acha niwaambie, shida, magonjwa tofauti zote hapa ni kiboko yao. Ndivyo hivyo wanavyosema. Wahanga walisema, palipo na watu wawili hakuna cha kushindikana. Mahali popote ulipo, hata katika mashinani, hizi kampuni zetu, hii kampuni ya For Life haihitaji eti uwe katika town pekee. Hapana. Mimi niliwaambia hapa Kenya tuna ofisi town na tuna ofisi Amerika. Mungu alitusaidia na tukaweza kurahisishiwa mambo yote. Mtu akiwa hapa Kenya unaweza kula na kushiriki na watu ambao wako katika Ulaya, na hiyo yote tutasaidiana. Tutasaidiana kuingia katika kampuni, kila kitu ambacho tunahitaji, usaidizi wowote, na tunazungumza na watu na tunatembea na watu. Tusitembee tu kwa kupoteza muda wetu. Tusitembee kwa kupoteza nafasi ambayo Mungu ametupea kuweza kujimudu. Unakuta kuna mtu ambaye ana pesa ya kununua hizi Airpeace 100. Anaanza biashara, na zile biashara anazoanza kufanya yeye mwenyewe anatumia na hakuna faida, ama anauza kuliko apate faida anakosa. Anaanza kukimbia kwa watu, nisaidieni, fanya hivi, na shida hizo zinakuwa kuu sana, zinaanza kumlemea mpaka na nyamaza na kwenda kupotea hivyo. Lakini sisi tunasema biashara yetu, capital yetu ni sisi tuongee. Ni sisi tuamke tufanye katika kampuni hii yetu ya For Life. Hata kama hujui kutembea, mtoto anapoanza kutembea huwa na mtu anamshikilia mguu, anapiga hatua kwa hatua. Nawaambia ukija hapa kwetu kwa For Life tutasaidiana na tutaweza kufikia katika malengo yetu. Wandugu wapendwa, niliwaambia kama hii kampuni yetu inaaminika, ni ukweli katika kila nchi utakapoenda. Uliza tu mtu ya For Life yuko wapi. Na hata ukiwa nazo hautaambiwa kwamba una vitu ambayo itaharibu maisha yako. Labda daktari akwambie
hii wachana nayo, kwa sababu ya shida zake siwezi elewa na siwezi jua kwa nini, kwa sababu kuna watu ambao wana shida zao tofauti. Lakini hii kampuni yetu niliwaambia, hii TransferFact, hii moja sitawahi kusahau, niliwaambia hivyo, huwa inakupea kinga inayolinganishwa kati ya 470 kwa 600 kinga za mwili. Zikienda zaidi utakuta umekuwa na ya kutosha, kiwango ambacho hutawahi tena kushikwa na magonjwa ambayo hayaeleweki, ambayo hutaweza kuambia mtu mimi sijui, mimi sifanyi nini. Na mtu kimuuliza umegonjeka wapi ama uko gonjwa gani, anakuambia nina shida ya tumbo, ama anakuambia nina shida ya masikio. Na hapo yeye ukichungulia sana unakuta shida yake sio hapo, shida iko katika tumboni mwake, iko na shida kwenye tumbo. Ukimuuliza anakwambia mguu inaniuma, huku kisingino unaanza kusikia zinaanza kuuma. Kumbe shida zake si huko chini kwa kisingino, hapana. Shida ziko wapi? Hapa kwa mgongo. Kwa nini? Ile mifupa yake haina nguvu tena za kuweza kuchukua ule uzito ambao yeye iko nayo. Ukikuta mtu anakwambia kichwa ndio hii inaniuma usiku kucha, mchana kutwa, kila saa mimi ni shida wa kichwa, unakuja kujikuta mahali ambapo shida iko ni shida tupu. Lakini ukija katika kampuni yetu ya 4Life, unatumia bidhaa zetu, zinakusaidia. Chakula utakula na utasikia vizuri, utajihisi vizuri. Vitu ambao utakunywa itakusaidia. Hata niwaambie tena siri nyingine katika kampuni yetu ya 4Life. Kampuni yetu ya 4Life ni kinga ambayo ni kamilifu. Hii kinga ambayo iko katika 4Life inatusaidia kujua ni nini kinachoendelea katika mwilini mwetu. Mimi ninavaa miwani. Wakati ninavaa miwani, ninapoiweka hapa, tayari hapa kwa macho yangu inapoangalia hapa kwa hii kioo, kuna ile misuli ama ile nani zinazokuwa katika usoni mwetu zinakimbia kwenye ubongo, inaenda kuambia hapa kuna shida, kuna kitu ambacho kimetokea hapa. Madaktari wengi wanajua, inaambia ubongo kwamba shida imetokea hapa kwa macho, kuna kitu ambacho kiko hapo. Mara moja inatuma maaskari ama inafanya connection kuja kuangalia ni shida gani. Hapo ndipo unakuta mtu anakuwa na shida, wakati hii miwani inapoharibu macho yetu. Unakuta mtu hana usaidizi mpaka wakati watamwambia kwamba watafanya upasuaji. Wakati unapokula ama unapolala mahali ama unapoguzwa ama unapokutana na shida zingine, mwili wako unashindwa kuzuia hizo shida ambazo zimetokea. Utakuta watu wengi anaanza kutumia perfume. Acha nijisaidie nisiweze kutoa jasho ambayo ina harufu mbaya. Hapo wakati unapopiga perfume, kuna kitu ambacho maaskari wa mwili wanasema, kinga za mwili zinasema hapa tayari vita imeingia. Hapo ndio utakuta watu wengi wanakuambia wakati ninapojipiga perfume ninaanza kujiwashawasha, naanza kujikuna. Mwingine anakuambia mimi siwezi nikafanya nini, na wengine usingizi labda itakosa ama shida zingine zitatokea. Kwa nini? Kwa sababu kinga za mwili ndio huwa zinajua ni nini kinacho kusonga ama kinakuja kwa mwili wako. Wakati kinga yako iko sawa, wakati wowote utakumbana na shida. Utakuta mkitembea na mtu kwenye mahali ambapo kuna jua kali, utakuta watu wengine wanatembea, ako na nguvu kabisa, anatembea hachoki. Wewe ukianza kutembea unaanza sasa kutoa
pumzi ambayo haujui inatoka wapi, ndio huyo kwa nini? Ama mwili unaanza kusikia ugonjwa, ndio hiyo kwa sababu kinga ya mwili wako haujui hiyo area ama haijui hiyo hali. Ukiingia na wewe kwenye baridi, huyo wa sehemu za joto utamkuta naye huko hawezi. Kwa nini? Kwa sababu kinga za mwili, kuna kile ambacho tumejaribu kujipea mazoezi na kuzoea na kuweza kuwa katika hiyo hali. Lakini kuna wale ambao wanasema tunajifunza, maaskari wa nchi wanasema wanapewa mazoezi ya kutembea kwa milima, kwa mabonde, kwa jua, kwa baridi, kila mahali. Sasa nawaambia mje tuweze kukinga miili yetu, mkuje tuweze kutengeneza pesa, mkuje tuweze kufanya kundi ambayo itakuwa ni familia moja. Katika familia hii hatutawahi kuwa na shida zozote ambazo hazina suluhisho. Tukiwa na umoja tutashinda, tukiwa na umoja tutafika kwenye ndoto zetu, tukiwa na katika umoja tutafikia katika malengo yetu. Mtu mmoja hawezi akafanya aweze kujenga nyumba hii bila kuwa na wasaidizi. Na wanasema wahanga wanasema mti mmoja hauwezi kufanya msitu. Ati mti mmoja unaiona hapo ikiwa ni msitu, ndivyo hivyo nguvu zako haziwezi kukufanya uwe msituni ama ukuwe mlima. Ni mpaka kuwe na usaidizi mwingine ambao utakusaidia. Karibuni wandugu wapendwa, tuweze kuendelea katika kampuni yetu ya For Life. Tukiwa pamoja tutafika kwenye malengo. Asanteni, karibuni.